Tunaendelea na simulizi yetu nzuri kabisa yenye visa pamoja na mikasa. Simulizi ya kweli kabisa ambayo inamhusu binti Rosemary. Sehemu ambayo tumeishia katika simulizi hii ni pale ambapo binti Rosemary pamoja na Mpili walikuwa wameagana baada ya kumpatia kiasi kile cha pesa cha shilingi 10,000. Binti Rosemary alishukuru sana na wakaagana, huku Mpili akimwahidi Rosemary kwamba kesho lazima atafika nyumbani. Basi wakaagana pale, binti Rosemary kurudi nyumbani, lakini Mpili kuelekea kwa mjomba wake. Hiyo ni sehemu ambayo tulikuwa tumeishia katika sehemu iliyopita ya simulizi hii, zile sehemu ya kwanza. Na leo tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya simulizi hii, ambayo ni kisa cha kweli kabisa ambacho kinamhusu binti Rosemary. Mimi naitwa Uncle C kama nilivyokujuza awali, na leo tunaendelea na simulizi yetu. Lakini ni kusitu kwamba usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili wa kwanza kupata kile ambacho sisi tunakiweka hapa. Lakini pia tumefungua page yetu mpya kabisa ambayo inaitwa Story na Mikasa, ambayo inapatikana pale Facebook. Hivyo ni kuombe tu basi uweze kwenda pale Facebook na usisahau kutufollow, kwa sababu kuna vitu vingi tu ambavyo tunaviweka pale. Lakini ni kusi bonyeza alama subscribe hapo, ili tunapoweka tusimulizi za kwetu basi moja kwa moja zinakufikia. Basi tuendelee na simulizi yetu, kisa cha kweli kabisa ambacho kinamhusu binti Rosemary, ambapo amekutwa na mambo mengi sana ambayo leo tunajaribu kuzungumza hapa. Tunaendelea na sehemu iliyoishia katika sehemu ya kwanza. Baada ya kutoka pale, Mpili alijiuliza maswali mengi sana kuhusiana na Rosemary. Hakuamini kabisa kumwona Rosemary akiwa katika mazingira kama yale, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa kwanza kuamini kwamba Rosemary ni mtu ambaye angefanikiwa mapema sana kuliko hata yeye mwenye Mpili. Lakini kuna vitu ambavyo alijifikiria sana kuhusiana na vile alivyomwona Rosemary, japo hakupata majibu kuhusiana na maswali ambaye yeye amejifikiria. Lakini upande wa Rosemary, wakati akiwa anaelekea nyumbani, alijifikiria mambo mengi sana kuhusiana na maisha punde tu alipomwona Mpili pale. Swali ambalo alijiuliza ni kwamba hivi huyu ni yule Mpili ambaye anamfahamu au? Hakupata majibu kamili, lakini kitu ambacho alikuwa amejifikiria ni kwamba huenda Mpili amebadilishwa na Jiji, kwa sababu Mpili alipokuwepo pale kijijini hakuwa vile. Hivyo taratibu binti Rosemary alianza kuvutiwa na kwenda mjini, kwa sababu aliamini kabisa kwamba sehemu pekee ambayo atabadilisha maisha yake ni mjini. Lakini kitu kimoja tu ambacho kilikuwa kinampa mawazo ni kwamba mjini atafika kwa nani, na vipi kuhusu bibi yake ambaye hajiwezi kabisa. Hivyo anapokuwa kimkumbuka tu bibi yake, binti Rosemary anakata tamaa kabisa kuondoka pale kijijini, kwa sababu anaamini kabisa kwamba mtu pekee ambaye anaweza kumtunza bibi yake ni yeye mwenyewe, wala sio mtu mwingine. Mdogo mdogo binti Rosemary akawa anaelekea nyumbani akiwa na kapu lake la mboga pale kichwani. Na alipofika tu nyumbani, akaelekea moja kwa moja hadi kwenye kile chumba ambacho bibi mara nyingi huwa anajipumzisha. Na alipoingia tu mle ndani, binti Rosemary akamwita bibi kama mara 3 hivi, lakini ikasikika sauti ya bibi kutoka jikoni. "Wow bibi, ulikuwa unajipumzisha huko jikoni au labda ulihisi njaa na kufanya mapishi?" "Hapana mjukuu wangu, nilishafanya mapishi toka muda mrefu sana, na chakula kiko tayari, nimeshakuandalia hata wewe pia. Unajua leo mjukuu wangu na kitu special kabisa kwako." Bibi, leo unajua hadi kuongea Kiingereza?" Binti Rosemary alishangazwa sana kuona bibi akitamka neno special, kwa sababu hakumuona ama kusikia akizungumza lugha yoyote tofauti na Kiswahili na Kipogoro. "Rosemary mjukuu wangu, leo nataka nikusimulie kisa kimoja ambacho ni cha muhimu sana. Hebu njoo tuketi hapa." Basi wote wawili wakaketi pale jikoni, huku Rosemary akiwa na hamu kubwa sana ya kujua kitu gani ambacho bibi anataka kumweleza. Bibi, inaonekana leo una mambo mengi na mazuri sana ambayo unataka kunieleza." "Ndiyo mjukuu wangu, leo kuna kitu nataka nikusimulie." "Kitu gani hicho bibi?" Rose akahoji. "Rosemary, kuna vitu ambavyo wewe kama binti natakiwa ujifunze, kwa sababu
Sasa hivi dunia imebadilika sana. Kuna kitu ambacho huenda utajifunza sana kutoka kwangu punde tu kama ukinipa masikio yako, tena yote mawili. Kipindi cha nyuma mimi nilikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi. Makazi yangu yalikuwa ni Dar es Salaam. Nilianza kazi ya ualimu nikiwa bado binti mdogo sana, kama ulivyo wewe mjukuu wangu. Wakati nikiwa kwenye ajira hiyo, nilifanya kazi kwa uweledi sana na nilijituma sana, kwa sababu niliamini kabisa kwamba siri ya mafanikio katika haya maisha ni kujituma tu. Na muda unapozidi kwenda, niliongeza marafiki wengi sana, lakini sikujua kwamba wakati naongeza marafiki pia nawakaribisha maadui. Nikajikuta kwa muda mfupi tu nikawa na marafiki pamoja na maadui wengi sana. Lakini kitu kingine, ni rahisi sana kumfahamu rafiki yako, lakini ni kazi sana kumfahamu adui, kwa sababu adui atajitokeza katikati ya marafiki zako. Baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu pasipokuwa na mwenza, nikaona si vyema nikapata mume ambaye marehemu babu yako. Nakumbuka tuliishi vizuri sana tukiwa huko Dar es Salaam. Watu wengi waliamini kwamba sisi tuna kipato kikubwa sana, kwa sababu kitu pekee ambacho tulikuwa nazingatia ni kuweka miundombinu thabiti ili tuweze kujikwamua kiuchumi. Hivyo tukafungua biashara ya duka pale nyumbani, na marehemu babu yako alikuwa akiendesha hiyo biashara. Wakati huo mimi nikiwa nawajibika pale shuleni, marehemu babu yako yeye ndo alikuwa akifanya biashara pale nyumbani, na sio biashara nyingine, bali ni biashara ya kuuza mahitaji madogo madogo ya nyumbani. Basi miaka kazidi kwenda, tuliishi vizuri sana pale. Tukaanza kutembelewa na wageni kutoka sehemu mbalimbali, akiwemo marehemu baba yako na mama yako. Nakumbuka siku moja ilikuwa siku ya Jumamosi, siku ambayo ni siku ya mapumziko, hivyo ilinilazimu nibaki pale nyumbani. Na siku hiyo mimi nilikuwa nauza duka. Nakumbuka siku hiyo sitokuja kuisahau. Wakati niko pale dukani, alitokea binti moja mweupe hivi, alikuja kununua mahitaji pale dukani, tena haya mahitaji madogo madogo. Baada ya kufika pale, tulisalimiana vizuri sana, na akahitaji hayo mahitaji ambayo yeye anayataka. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba alinitazama sana yule binti. Hakunimaliza. Niliwaza sana, kwa nini yule binti ananitazama kiasi hiki? Lakini sikupata jibu. Lakini wakati anaondoka na mahitaji yake, hakufika mbali huku mimi nikiwa namtazama. Nikakuta yule binti amesimama mbele kidogo na duka langu, akiwa na watu wengine wawili, mmoja akiwa ni wa kike na mwingine ni wa kiume. Wakasimama kando kabisa na duka langu, wakaanza kuzungumza. Tena wakati wanazungumza, macho yao yakawa yananitazama mimi. Ama hakika nilipatwa na hofu sana. Nikawa nawaza sana, hawa ni wakina nani na wanataka nini eneo la duka langu? Na nakumbuka siku ile marehemu babu yako alitoka kidogo, tena aliniaga kuwa anakwenda kuchukua mahitaji kwa ajili ya duka, japo alichelewa sana kurudi. Pia ni kitu ambacho kilinipa mawazo sana. Na wale ambao walikuwa nazungumza kando kando ya duka langu, wakawa bado wanazidi ya kuzungumza mambo mengi sana pale, huku wakiwa wananinyoshia kidole. Ama hakika nakumbuka siku hiyo haikuwa siku nzuri upande wangu. Asante sana kwa wote ambao tunaendelea kufuatilia simulizi hii ambayo imemkuta binti mmoja anaitwa Rosemary. Leo tunaishia hapa, ila usikose kufuatilia sehemu ambayo inafuata, kwa sababu kuna mengi sana ambayo utajifunza kupitia kisa hiki cha kweli kabisa ambacho kimemkuta binti Rosemary. Lakini pia asante sana kwa wote ambao tunaendelea kusikilizana kwa uzuri kweli kweli. Na niseme kitu kimoja tu kwamba usisahau kusubscribe kupitia chaneli hii, kwa sababu utapata kile ambacho sisi tunakiweka hapa. Lakini pia pale Facebook tumefungua peji yetu mpya ambayo inaitwa Story na Mikasa. Hivyo usisahau kutembelea kupitia Facebook pale, usisahau kutufollow. Mimi naitwa Uncle C. Nikusii tu uendelee kufuatilia simulizi hii sehemu inayofuata, sehemu ya 3. Bye bye.